Penzi ni tamu, ila likigeuka ni maumivu. Ladha yake ni hatari na haina ushahidi, japo utasikia watu wakisimulia. Mzee Alidi alikuwa ametulia, macho kakaza kwenye simu, ila ilipozima aliacha tu na kuendelea na mambo yake. Mkeo alipofika alikuta sahani 9 zipo dirishani. Akaitoa simu, akaiona na simu yake ikiwa hapo juu. Akaishika na kuitazama kwa sekunde. Kisha akamtazama mzee Halidi. Alikuwa bize kupika. Pumzi kamshuka taratibu. Akasimama huku anatengeneza tabasamu la kimazingira. Asante mume. Pia naomba msamaha kwa kutozingatia utaratibu. Mzee Halidi aliinuka akiwa na vipande vya vitunguu na nyanya zilizokatwa. Akavitia kwenye sufuria. Mistake ni kawaida kwenye biashara. Nilishasamehe mara ile tu ulipotambua kosa lako. Nashukuru. Nola aliongea kwa najikuna. Ilionyesha kuna jambo jingine. Akamtazama mumewe aliyekuwa anaweka mezani vipande 3 vikubwa vya nyama. Baba, aliita kwa sauti ndogo ili akujiweka chini ya mamlaka. Mumewe alimuitikia. Ikifika saa 4 nitatoka. Kama sio saa 4 au saa 5 naweza nikatoka hapa. Kwenda wapi? Nyumbani, ni mara moja. Unajua mume hatukutoa kile kipipa cha takataka, na leo ndo gari napita. Tabasamu likatoka kwa mumewe baada ya kusikia. Poa, ila jitahidi kuwahi. Si unajua hawa watu wetu hawezi fanya kazi kwa ufanisi bila kuwasimamia. Hilo sijali, najua mume. I love you. Aliongea. Japo ruhusa amepata, ila bado Nora alikuwa na hali ya kujishtukia. Au kuna jambo? Hapana, milango ni hilo tu la kuzingatia muda wa kurudi. Biashara iko poa mume, nisamehe kwa kukuangusha muda unaotoka. Usiwaze, najua unaenda kufanya kitu chenye faida kwa wote. Halidi yule mzee alijibu na kutoa kisu kikali kwenye kikopo na kuanza kukata nyama vipande vidogo vidogo kwa nguvu. Machungu alionayo moyoni yakakimbilia kwenye nguvu za mkono. Alipokata kavitia kwenye sufuria. Nola alikuwa ametulia, uso unajaribu kutengeneza tabasamu. Ila kweli, maana zile taka bila kuzitoa leo ingeleta shida. Ndio maana nimesema lina faida kwa wote. Sawa mume, ngoja niwaishi. Nola aliongea, akatia haraka sana kwenye sinia zile sahani 9. Alipoziweka kwenye sinia akaondoka nazo. Wakati anatoka mumewe alikuwa anamtazama kwa tabasamu la kimakadirio. Wakati huo mzee yule, simu yake iliyo pembeni aliweka pembeni pale jikoni ilianza kuita. Akaipokea. Alimpigia alikuwa ni Muki. Niambie hali yako. Mimi niko poa kabisa. Ndio, shemu naye. Mzee Alidi hapo akacheka. Najua unahisi sitakuwa sawa baada ya kuona mke wangu ananisaliti. Lakini jua maumivu hayana nafasi kwa mtu aliye na chaguo. Si mara ya kwanza. Kwa hiyo usaliti wake kwangu si kitu. Kuna kitu natakiwa nijifunze kutoka kwako, Mzee Alidi. Karibu, ila jua ujasiri na misimamo thabiti ndio vinavyohitajika. Baada ya kuongea wote wakacheka. Kisha Muki akakata simu. Mzee naye akaka simu ilipokuwa. Kisha akaendelea na kazi. Mke wa Alidi alikuwa busy sana siku hiyo. Muda mwingi alikuwa anafanya kazi huko ameweka simu kwenye bega. Anafanya kazi huko anaendelea na anaongea na simu. Mzee yule alipomtazama akiwa juu pale jikoni, alijua ni ubizi na kazi, lakini kwa upande mwingine alijua kuna uhusiano na ile meseji aliyoikuta kwenye simu. Na hicho ndio kitu kikubwa alichokuwa anasubiri. Saa 5 kamili mke alimkabidhi mahesabu.
kwenye dirisha. Ni vibulungutu vya pesa. Muda mchache tu tayari ilikuwa inakaribia milioni 2. Baada ya kukabidhi akaaga. Akatoka na kuelekea nyumbani. Kunani nyumbani kwa mzee Halidi? Kazi ya mkeo haikuwa tu kutoa taka. Baada ya kutoa takataka nje, ilichukuliwa na gari la taka. Akaleta takataka ndani ya agano, ya nyumba ya agano. Zaidi ni juu ya kitanda cha mmewe. Kinachonipa raha, umekubali kuleta timu pinzani ndani ya ngome. Ni kipimo tosha kuhusu wewe. Sina shaka na upendo wako, aliongea yule mwanaume aliye kitandani amelala. Anamtazama Nola aliyevalia ukanga ulioacha michoro ya kumuondolea usingizi nyoka. Nafanya kwa ajili yako Miki, Nola aliongea huku anatoa chupa 2 za bia kwenye friji ilo hapo chumbani. Najua ndo maana anasema, ila nipunguzie hatari. Nikisema subiri, uwe na subira, sio kufosi. Nola aliongea kwa anakaribia kitandani na zile chupa. Akampa Miki moja, nyingine akaanza kunywa yeye. Nisamehe Nola, ukweli una moyo mkali. Ukweli una moto mkali. Tangu ulipowasha moyoni mwangu, nashindwa kuzima. Najua, na kwangu ni hivyo. Ila kujilinda ni muhimu. Mimi ni mke wa mtu. Nitajitahidi. Mazingira yale tosha kuwapa subira. Mwanaume Miki kila funda alobwia liliambatana na kituo. Jicho likimtazama Nola kwa namna ya kumvutia taswira. Mwisho akashindwa. Akamwonyesha wazi kile anachofikiria. Basi wakafikiriana mpaka akapitiwa na usingizi mzito wa jinamizi. Miki anashtuka ndo anajikuta yupo juu ya kitanda kidogo. Mwili wote umedhibitiwa kisawa sawa. Umefungwa na kamba pande zote. Chumba kinatisha, zaidi kinagiza. Na upande mwingine vimetundikwa viungo vya binadamu kwenye ndoana. Na hili ndo lile tukio lilokuwa mwanzoni kwenye kipande cha kwanza kwenye episodi yetu. Karibu kwenye biashara yangu Miki, mzee wa Malavidavi. Sauti nyepesi iliongelewa masikioni mwake. Aliongea ni mzee Halidi. Hii ni baada ya kujionyesha sura, kuvua barakoa na kujionyesha sura. Na ni baada ya kuchoma vitu vya Miki kwenye kipipa. Nisamehe. Miki aliomba radhi kwa yule mzee. Ilimtoka sauti nyembamba ya mtetemo. Mzee Halidi akatabasamu kabla ya kuongea taratibu. Mimi mbona nishakusamehe. Zaidi hapo kwenye chumba cha kutakatisha dhambi. Ukitoka utakuwa mpya. Huna doa. Wakati mzee anaongea, alikuwa anaongea bila wasiwasi, lakini maneno yake yalikuwa makali kama sindano ya vipimo wakati wa baridi. Kwa Miki ilikuwa ni tafulani. Akajikuta analowesha kitanda kwa jasho zito nje ya lile aliyotoa wakati akipata raha na Nola, mke wa mzee Halidi. Hapo ndo mwisho kwa episodi yetu hii ya 3. Basi nikutakie mdau usikizaji mwema wa episodi hii, usikize vizuri, na pia episodi ya 4 ndo itaishia kwa msimu wa kwanza, nayo itakujia punde. Basi nikutakie siku njema. Najua utakuwa unajiuliza sana inakuaje, ni kipi kimeendelea, na ipi hatima ya Nola, ipi hatima ya huyu mwanaume wake Miki. Tofautisha kati ya Miki na Muki. Muki ni rafiki yake wa mzee Halidi, ila Miki ni mchepuko wa Nola. Haya ni majina mawili tofauti. Hii ni simulizi ya trailer, lakini siri yake ni mapenzi na ladha usaliti. Chanzo chake ni usaliti na mahusiano ndio kilichosababisha mpaka kufika hapa. Basi nikutakia siku njema mdau wangu. Asante.